Mwanzo 1:26 mpaka 28. Neno la Bwana linasema hivi: Mungu akasema, na tufanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. 27. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. 28. Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Mungu akasema, na tumfanye mwanadamu kwa mfano wetu. Neno hili mfano ni la Kiswahili, kwa Kiingereza linaitwa imagination. Neno hili kwa lugha nyingine linaitwa taswira. Kwa hiyo tunaposema roho, maana yake ni kwamba Mungu alikuumba wewe kwanza kwa mfumo wa taswira yake, kwa mfumo wa roho yake, kwa mfumo wa nguvu zake. Kila kitu unachokifanya katika dunia hii, ukitaka kufanikiwa kwa asilimia zote, mambo yote yanaanza rohoni kwanza. Yesu anasema hivi: kama mambo yote mtayafanya kwa nje, yatawaletea taabu kwenye maisha yenu, lakini kila jambo kama utalifanya kuanzia ndani, jambo hilo utafurahia daima. Una wazo la biashara, usikurupuke kwenda kuchukua fedha na kuanzisha biashara. Hebu itengeneze misingi ya biashara yako katika mfumo wa roho. Itengeneze biashara yako katika msingi wa roho. Kama unahitaji kufuga, tengeneza misingi ya kiroho kwanza kwenye ufugaji, kabla haujaja kwenye utekelezaji wa mwili. Tatizo hili ni la dunia nzima. Kila kitu kinaanza ndani mwako kwanza, ndipo kiende nje yako kwanza. Sasa Mungu anasema, na tumfanye mwanadamu kwa mfano wetu. Ina maana ametupatia uwezo wa kiungu ulioko ndani ya roho, ambayo hii roho sasa ndo ina connection moja kwa moja na Mungu mwenyewe. Mwaka 2026 ukawe mwaka wa mafanikio ya kutumia nguvu ambayo Mungu aliiweka ndani yako, ambapo wewe ni taswira yake. Kupitia imani, kila kitu kinakuwa kimesimama kwa mfumo wake.